tunachapia, unajua tunatofautiana. Kila mtu wanasemaga watu wanazidiana vitu. Mimi leo naweza nikawa niko vizuri sana kwenye upande huu, lakini kuna upande wangu ambao siko vizuri. Lakini ukishajua hii ni changamoto ya mtu huyu, msitumie basi kama fimbo au namna ya kumwalimu. Amen. Unaweza ukawa wewe uko vizuri upande huo, lakini mimi niko vizuri upande huu. Wote tunasidiana, tunatofautiana sana. Amen. Kwa hiyo huyu mwanamke wa faraja, hebu tuwe wanawake ambao tunafarijiana. Amen. Unajua kufarijiwa sio kama ndio umeishiwa, umeenda mwisho. Hapana. Unajua kuna ile namna unakuta umekaa, una mtu wa kukufariji, unaweza kukaa hata kabla ya Mungu. Lakini akatokea mtu, unajua kuna mtu anaweza kukupa maneno ya faraja ukapona. Hauna hela, lakini akaja akakwambia Mungu atafanya, Mungu atatenda, tuombe. Kwa hiyo moyo kidogo unapoa. Amen. Amina. Amina. Lakini kama ungekaa, hauna mtu kukufariji, hauna mtu kukuambia chochote, hauna mtu kukutia moyo, hauna mtu kukuambia utavuka, inakuwa ni ngumu sana. Inakuwa ni ngumu sana. Na namna ambayo tumeambiwa sisi, mwanamke wake unaweka vitu. Akikosa mtu akuja kumfariji, unajua kuna namna unaweza kuwa unaenda tu unamfariji mtu akasema hivi vile vya moyoni kwamba alikuwa asili. Akishavitoa, at least anakuwa kama vile kuna dawa amepata. Sifa nyingine ya mwanamke ni mwanamke shujaa na mwanamke imara. Amina. Kwa usomaji mzuri, tunaomba tusomee kitabu cha Mithali 31:25 mpaka 26. Lazima sasa hivi ukishakutana na mtu akikwambia kitu, hebu usikurupuke kuongea. Kwa sababu unajua kuna ile kitu mtu unaongea baadaye kama unajuta. Hivi kwa nini unasema hivi? Sinyamaza tu. Kwa hiyo tujifunze, tufungue vinywa vyetu kwa hekima. Yaani usifungue kinywa kwa sababu ukikifungua kitatoa sauti. Au usifungue kwa sababu unajua kuongea. Amen. No. Amen. Katika kufungua kinywa kinauma na kinaua pia. Unaweza kuwa umeniambia kitu kwa utani tu, lakini spirit hazijuagi utani. Roho hazijuagi utani. Kabisa. Yaani roho haijui utani. Na mtu anasemaga usimtamkie mtu au usijitamkie mwenyewe au usitamkie kwa namna yoyote hii. Hata kwa utani. Mimi kazi naambia watu tunasema, yaani wateja wengi wataniua. Sasa unasema watakuambia wapi? Umeona? Kwa hiyo sipendagi kutumia yale maneno ambayo yanaangamiza. Kwa sababu spirit haijui ni utani. Roho haijui ni utani. Umeshasema utakufa kweli. Unaweza usife kimwili lakini kuna namna utakufa. Kuna namna tu utakufa. Labda kwenye utendaji kazi kufa. Na unasema wateja ni wengi na Mungu amenizidia watoto wataniua. Basi wataondoka. Kwa hiyo tuwe makini sana kwenye namna ambapo tunasema. Yaani usizungumze tu kwa sababu mdomo wako utafunguka, mdomo utatoa sauti, mdomo yaani utaongea. No. Yaani roho hazijui utani. Amen. Unachokitamka kinakula muhuri hapo hapo. Na watu wengi wao wanajidanganya kwa sababu unajua mtu sasa hivi anajitabiria vizuri. Lakini mtu anajitabiria lakini hana imani. Yaani kuna mtu tu anaongea kwa sababu ameongea. Alafu pia anapojitabiria sana mtu anaongea. Kwa hiyo nini unatakiwa ukitabiri, unachukua hatua, unakifanya kile ambacho umejisemea. Siwezi kusema kwamba mwakani nitamiliki gari alafu sitafuti namna ya kumiliki hilo gari. Umeona? Lakini kitu kingine, vitu ambavyo tunajitangaza vibaya huwa vinaviacha mapema sana. Kwa sababu ni ulimwengu wa giza unashuka. Hapo
Kwa hiyo mwanamke shujaa sasa kusimama kirahisi mbele ya changamoto. Mwanamke shujaa kusimama kirahisi mbele ya nini? Ya changamoto. Amina. Amen. Unajua huko duniani changamoto zipo. Na kuna namna hatuwezi kuzikimbia, hatuwezi kuzikwepa, zipo. Hatuna namna, zipo. Unaweza usiwe na changamoto hii ukawa na hii. Unaweza usiwe na changamoto ya afya ukawa na changamoto ya pesa. Unaweza usiwe na changamoto ya pesa ukawa na changamoto ya afya. Unaweza usiwe na changamoto ya kazi lakini ukawa na changamoto ya ndoa, ukawa na changamoto ya watoto. Changamoto ni nyingi. Amen. Amina. Lakini huyu mwanamke shujaa sasa usimama kirahisi kwenye hizi changamoto. Kwa nini mwanamke wa hekima anasimama kirahisi kwenye changamoto? Kwanza tumeshaona mwanamke mwenye hekima anashirikisha nini? Kinywa chake na akili yake kufanya mambo yake. Changamoto zipo, lakini unapokutana na changamoto usichukulie kama ndio mwisho wa maisha yako au ndio basi tena. Hapana. Tumekutana na changamoto, tumezivuka, tunaendelea, zitakuja, zitapita. Amen. Ukifika kwenye changamoto, ndugu zangu, hapa naongea na kanisa, sio wanawake tu sasa vijana. Hii tunarudi na changamoto. Unapokutana na changamoto, hebu angalia sana 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 sana. Sana mtu ambaye unamshirikisha hiyo changamoto. Neno la Mungu linasema niiteni maana nafahamu, nasikia. Unapokutana na changamoto, usiwe mwepesi sana yaani kusema au kuongea. Unapotumia kutana na changamoto, kila mtu atajua. Hajalipa ada ya mtoto, kanisa lazima litajua. Mama Kristi hajalipa ada ya mtoto, kila mtu atamwambia. Yaani sasa hivi biashara yako ni mbaya, sijalipa ada ya mtoto, mtoto anarudishwa, sijui kitu gani, yaani nini, mtoto mwenyewe asomi, anaenda shuleni anacheza, anafanya anatupa tu ada zangu. Umeona? Lakini kumbe kama kuja kumwambia huyo unayemwambia, yeye anapiga tu makofi. Akome. Umeona? Akome. Anakaza kifungo. Amen. Kwa sababu gani? Umeshindwa kutumia nini? Hekima kuvuka kwenye changamoto. Unapopata changamoto, hebu jaribu sana. Sio kama watu hawapati changamoto. Changamoto zipo. Lakini unaangalia hii changamoto inatakiwa niambie mama yake kweli? Hapana, sitaki kumwambia. Hii changamoto natakiwa niambie nani? Unasukuti tu hapa, hii changamoto naona hakuna kumwambia. Zaidi ya nani? Ya Mungu pekee yake. Kwa sababu mimi sasa hivi nije na changamoto yangu, nianze kukaa na mama Hebu, nianze kumwambia changamoto. Changamoto ambayo kabisa unajua hii changamoto kweli iko nje ya uwezo wa Mungu kabisa. Na ni heri basi ukamwendea mtu kumwambia changamoto yako, akakugeuzia hata kwa Mungu. Mwingine ukimwambia changamoto, kama chakula kilikuwa kiko jikoni kitaacho, aende amwambie mwanadamu, ili umeona, mwambie sema, yaani anapitia 1, 2, 3. Yaani hakupi kabisa kwa sababu amezidi, amefanya hivi, amefanya hivi. Kwa hiyo unapokuwa kwenye changamoto yako, usiwe mwepesi sana kufungua mdomo au kwenda kwa watu kuumezia suluhu. Yupo Mungu ambaye yeye anaweza kufanya kila kitu. Changamoto nyingine
shujaa anakuwa ni mjasiri na ana imani. Imani ni kuwa na uhakika na mambo unayoyatarajia. Sasa hivi unaweza kuwa una imani na ndio maana